Mmegoma kumwabudu huyu Mungu tunamzungumzia. Kanuni yako. Sasa ni kanuni jamaa. Ujipa moyo sana kusema dada, mesha kazi yenu. Vipi umeingia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Au mimi nakosea? Tunaingia. Kwa sababu ukiangalia sura za wale kwa ufupi wana wengi. Ila nyinyi ndio mnasema tuingie. Hata unywele mwingi. Hata unywele. Hata moshi. Haunuki moshi. Kwa kama mlikuwa safari ya kuelekea labda soko maalum. Ni kwenda moja kwa moja soko maalum. Hata kama una maalum. Haleluya, haleluya. Kwa sababu gani? Harufu ya unomana kutia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mathayo sura ya 10 mstari wa 18. Alikuwepo mama mmoja aliyekuwa anaitwa Raheli. Raheli alikuwa ni mtu pekee ambaye watoto wake walitekwa. Akabaki ni mjane. Imefika siku Raheli akawa anabaki tu na Raheli. Yuko nyumbani. Nataka niongee na wewe mama ambaye unaamini hauna kesho kubwa. Unaamini wewe ni mtu wa kawaida. Nataka nikwambie jioni ya leo kupitia ushuhuda huu wa Raheli katika Mathayo 2:18 ya kwamba wewe ni mama bora sana kwa jina la Yesu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Kuna jambo kubwa ambalo Mungu ameliwekeza. Nataka niongee na wewe kijana ambaye Mungu amekuchagua kuwepo mahali hapa. Nataka niongee na wewe baba. Niongee na mtu yeyote ambaye unanisikia. Uwe ndani au nje. Alikuwepo mama aliyekuwa anaitwa Raheli. Historia ya Raheli ilikuwa namna hii. Raheli watoto wake wote walitekwa. Wakapelekwa nchi ya adui. Raheli alikuwa analia. Asitake hata kufarijiwa. Narudia. Raheli alikuwa anafanya nini? Asitake hata kufanya nini? Ukienda na migebuka hafarijiki. Ukienda na sangara hafarijiki. Ukienda na mtezi hafarijiki. Sauti imesikika mjini wapi? Rama, kilio na maombolezo. Raheli akiwaambia watoto wake asitaki hata kufariji. Nataka niongee na wewe ambaye unayachukulia maisha kama utani. Maisha sio utani mwanangu. Maisha ni halisi. Kama wewe hauko serious na Yesu, shetani yuko serious sana na wewe. Wakikutana watu ambao hawapo serious, huwa wanataniana bila madhara. Ila wakikutana watu ambao mmoja yuko serious na mwingine hayuko serious, huwa wanapeana madhara. Yaani kwa lugha nyepesi, unaweza kumwambia mtoto wako usikae na yule hayuko serious, kaa na yule yuko serious. Kwa nini? Mtoto wako akiwa serious, akakutana mtoto ambaye hayuko serious na masomo yake, mtoto wako anaharibika. Hadi shetani katika ulimwengu wa roho yuko serious sana na wewe. Akikutana na wewe ambaye haupo serious na Yesu, wewe na uhakika utapata madhara. Mama yangu, kilio chako na machozi ambao unayamwaga usiku na mchana kwa kumlilia Bwana yana majibu kwenye kesho yako. Amalizia. Raheli akapewa taarifa baadaye kwamba watoto wako wote, sio wachache, watoto wako wote sasa tena wakiwa wazee. Ndio story ni shahidi. Watoto wako wote Raheli wamesharudi tena wakiwa wazee. Nani hawajakuwa hapa licha ya kwamba wameenda nchi ya adui. Wakarudishwa wakiwa wazee. Kuna mambo kwenye maisha yetu yanakuwa yakiibiwa. Ila watu hatuna neno. Hatuyatafuti uvumbuzi. Hatuyabalii chuka. Swahili. Kuna jambo shetani analeta utana na alivyoharibu, wewe umenyamaza. Jamani. Mungu umeniacha. Kwa tunatakiwa kumshinda shetani kwa namna gani? Usiache mambo yaendelee. Yaendeleze mambo.
Ukiacha mambo yaendelee, shetani ataendeleza kwa namna ambayo hauji kuyarudisha. Labda utokee muujiza mwingine. Raheli aliangalia njuga, amebaki ni mjane. Unajua bwana mjane amebaki analia, anatoa machozi, lakini akasema papo mahali pa Bwana. Akawa hajulikani na mtu yeyote, lakini yeye akawa anamuomba Mungu, anamwambia Mungu, haleluya haleluya, Mungu umefanya mambo mengi, watoto wangu wametekwa, lakini Mungu umenena wazi ya kwamba utawasaidia. Wewe ni Mungu wa wajane. Kile unachokifanya katika roho na kweli kinaleta matokeo. Usiangalie jaribu liendelee, jaribu kulifanyia njuga, lifanyie maamuzi. Kama wewe hauwezi, Bwana anaiweza kwa jina la Yesu. Usiruhusu hali mbaya iendelee. Naomba usimame pale ulipo. Usiruhusu hali mbaya iendelee. Mama ulipo, muombe Mungu. Usiruhusu hali mbaya iendelee. Na narudia tena, usiruhusu hali mbaya iendelee. Wewe umeokolewa ulete matokeo katika ulimwengu. Ulimwengu huu utapinduliwa na wewe. Kama tulivyojifunza asubuhi, wale watu wakasema ya kwamba wale waliopindua ulimwengu hata huku wamefika. Kuna muda mwingine lazima watu waseme ya kwamba wale waliopindua ulimwengu hata huku wamefika. Imetosha sasa hali ya kujidharau, imetosha kunyamaza. Biblia inasema ya kwamba pazeni sauti zenu. Kupaza sauti maana yake nini? Ni kumwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nenda mbele za Mungu kwa kile ambacho Mungu amekufundisha na umekisikia. Watu hawana matokeo kwenye wokovu kwa sababu hawaishi kimatokeo. Ukishaokoka mtumishi wa Mungu, hakuna maajabu mengine ya kupata matokeo zaidi ya kuishi na Yesu kimatokeo. Na hakuna mtu wa kumlaumu kwa sababu matokeo ni ya wewe binafsi, ndio unaamua. Kuna watu tunaweza kuwa tunatesa mchungaji, tunatesa viongozi, wanahangaika, lakini nataka nikwambie matokeo yanaanza na mchezaji mmoja mmoja, ndipo inapokuwa timu yenye ushindi. Beki anamlaumu mshambuliaji anamlaumu namba 7 anamlaumu namba 8. Haiwezi kaenda hadi kwenye kanisa la Mungu vivyo hivyo. Kabla hujaanza kumlaumu mzee wa kanisa, jichunguze wewe, wajibu wako kwa Mungu ukoje? Umeme ukikata, hata unataka kusema jamani TANESCO, angalia unit zimo. Kidogo tu mwingine, umeme tu kizima, TANESCO jamani. Sasa unaangalia kwa jirani, mbona umeme unaishi? Unawaka, haujaishi. Kumbe unit zimeisha. Kuna watu wanalawama, lakini unit za Yesu mioyoni mwao zimeisha. Wewe una matokeo kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako mbele za Mungu, tumwite Bwana kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai. Umetuita miungu tuliyopo duniani kwa namna ya ajabu. Umetupa sauti zenye matokeo katikati ya mazingira makame. Umetupa sauti zenye majibu kwenye maeneo ambayo yalikosa majibu. Umetufanya majibu kwa watoto wetu. Umefanya majibu kwa ulimwengu. Umetufanya majibu kwa wanaoteseka na kuhangaika. Umetufanya majibu kwa watu wa kila namna, watu ambao wamekosa msaada. Mungu umetufanya msaada kwao katika jina la Yesu Kristo. Ndipo ukasema ya kwamba Mungu umetuokoa ili tuokoe wengine. Bwana, tazama fikra za watu wako hawa, tazama mioyo yao. Bwana, tazama hatua zao. Yesu Kristo wa Nazareti, kuna wengine wamejidharau, wamejiona hawawezi, haoni kama wanaweza kusimama, hawajui kama familia zinawategemea. Wengine wametendewa mabaya na wanadamu na hatimaye wamekata tamaa, hawaoni kama kuna kusimama tena. Lipo neno la tumaini jioni ya leo. Lipo neno la tumaini siku ya leo. Lipo neno la tumaini tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026. Lipo neno la tumaini. Wengine wametumainia Bwana watu, lakini hawajapata msaada. Upo msaada msalabani. Mungu aliyeniagiza Bwana kunena siri zako za ufalme wako ili ulimwengu upate kupona. Naomba wapone Bwana. Ukasema katika Mithali 11 mstari wa 9, na mwenye haki ataokolewa kwa maarifa yake, na mjaza maarifa yako ndani ya mioyo yao, ndani ya fahamu zao. Kwa jina la Yesu Kristo, fikra zao na zikufikiri wewe, Mungu uliye juu. Bwana, umenena katika neno lako juu ya fikiri yaliyo juu. Na Bwana, achilia fikra za kimbingu ndani ya fikra zetu, ndani ya mioyo yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya, hebu weka mkono wako kwenye kichwa chako, mwambie
Bwana atengeneze fikra za kiungu ndani yako. Usimwogope, mwambie Bwana ya kwamba atengeneze fikra za kiungu ndani yako. Mwenzetu Ibrahimu akamwendea Mungu moja kwa moja, akamuuliza Bwana moja kwa moja, akaomba kila alichokuwa anahitaji, na Mungu hakusita, alisema naye. Bwana natamani tuende kwake kwa ujasiri. Pazia la hekalu limeshapasuka. Mungu anataka tumuone moja kwa moja katika jina la Yesu Kristo. Achilia fikra kwa kila moja ambao ameweka mkono juu ya kichwa chake. Achilia fikra za kiungu. Bwana umwambie ya kwamba wewe ni jemedari wake. Yesu Kristo wa Nazareti, ukitengeneza mfumo wake wa ukufikiri wewe Bwana, kuna matendo makubwa kwenye maisha yao. Tazama wengine watoto wao wako mazingira tofauti Bwana, wengine wako shuleni, wengine wako njiani, wengine wako sehemu tofauti, wengine wamewakatia hadi tamaa, hawaoni kama wataweza kusimama tena. Lipo neno la ushuhuda ambao umelisema siku ya leo ya kwamba tulitume neno, hatujui itakuwaje, lakini Bwana sisi si wa kwanza. Hata Mariamu alijiuliza akasema litakuwaje neno hili? Bwana akasema, malaika wa Bwana akamwambia, Bwana atakutokea, Roho Mtakatifu atashuka. Hatujui mambo mazuri yatazaliwaje ndani yetu, hatujui mambo mazuri yatazaliwaje kwenye maisha yetu, ila tunaliamini neno lako, neno la malaika ambalo Mungu umelituma jioni ya leo. Bwana wa Bwana, tunakutumiaje wewe kwenye maisha? Kuna muda tumedharauliwa, kuna muda tumehangaika, tumeteseka na magonjwa na dhiki, tabu, kumbe hatujajua namna ya kukutumia wewe Yesu. Bwana unaishi milele, simama kwenye maisha watu wako Jehova. Haleluya. Yesu Kristo wa Nazareti, ulimwengu uliumba kwa namna ya ajabu, ukamfanya mwanadamu kuwa mtawala. Tazama, wanadamu wametawaliwa na mambo ya dunia, wameenda kinyume na neno lako. Badala ya kuvitawala, badala tuvitawale, tumetawaliwa na mambo ya dunia, tumetawaliwa na vitu. Bwana Yesu uliyesema mimi ni mtawala, sitasahau sauti yako uliyoinena katika Mwanzo 1:26 ya kwamba nikatawale vyote, nikavitiishe vyote, na chukua mamlaka. Pokea mamlaka kutoka kwa Bwana ya kutawala mazingira yote. Biblia inasema ya kwamba kila eneo tutakalo kanyaga, Mungu ametupa kuwa la kwetu. Mbona tunakanyagwa? Mbona tunamilikiwa? Bwana wa Bwana, simama kwenye maisha yetu, simama kwenye hatua zetu. Bwana, huduma zetu zisitumiliki, bali Bwana huduma tuzitawale, sisi tutawale. Bwana dini zinatutawala, dini zisitutawale, bali tuzitawale. Bwana miungu inatutawala, miungu isitutawale, bali tuitawale. Yesu Kristo wa Nazareti, umenipa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Yesu, mbona tunakanyagwa? Tunatamani kukanyaga sasa kwa sauti ya mamlaka, kwa sauti ya mamlaka. Sisi tukishindwa Bwana, wewe unatushindia. Sisi tukishindwa, wewe unatushindia. Yesu Kristo wa Nazareti, jina lako likae ndani ya hekalu lako lenye Bwana. Jina lako likae kwenye mioyo ya watumishi wako wewe Bwana. Jina lako likae, jina lenye mamlaka, sauti yenye mamlaka juu ya miungu yote, juu ya miungu yote, juu ya mabwana yote, katika jina la Yesu, juu ya wafalme wote. Sauti yako itawale katika jina la Yesu Kristo. Kule majumbani tunakoishi, jina lako lisimame, jina lako lisimame. Tuwe na mamlaka dhidi ya magonjwa, dhidi ya laana, dhidi ya mikosi, dhidi ya maneno mabaya. Tuwe na uwezo wa kubatilisha mabaya ambayo shetani aliyapanga kwa muda mrefu ili kututeketeza, ili kuturudisha nyuma, kwa jina la Yesu Kristo. Sauti ya mamlaka. Haleluya. Yesu Kristo wa Nazareti, neno la Yusufu lilikuwa na mamlaka katika nchi ya ugeni, yani nchi ya Misri. Neno la Yusufu, licha ya kwamba alikuwa ametupwa shimoni, lakini neno lake lilikuwa na sauti katika nyumba ya Potifa. Nasi tuko mbele zako pamoja Bwana, na wamama hawa na wababa hawa Bwana, na vijana hao wote kwa pamoja, tunaoonekana tusioonekana, tuko mbele za uso wako. Tunaomba neno letu Bwana ambalo Mungu umelihifadhi ndani yetu liwe na sauti katikati ya mamlaka zote. Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Bwana wa mabwana.